Naona sasa ile njia tunaenda, we want to ban this country. Ukabila, kifua, na watu kujitafutia famous kubwa. I want to tell Kenyans, pahali tunaelekea, it will reach us like Rwanda if we are not careful. Tujue nchi yetu ya Kenya, katika nchi hii zote zinazunguka na Afrika, tunaongoza kwa kuweza kuwa na amani. Uende Rwanda, uende Uganda, uende wapi, uende sehemu zingine, utakuja kukuta wakubwa yao ama watoto yao, they have invested in Kenya. Neither in Nairobi, neither in the shamba, anywhere, they have invested here. Wale wako Ulaya, hata wabazi wa American wengine wakikuja hapa, wanakuja wana invest hapa. Kuangalia abazi mmoja alikuwa wa nchi fulani wa Israeli. Alipotamu yake ilipokwisha alisema hata rudi kwa Israeli. Akakuwa citizen hapa, akaoa hapa, he is a musician here. Because this country is good. Wengine alijitoa kwenda kwa hiyo mambo ya vita hiyo ziko huko ya ghafla nini akatoa huko. So I'm telling people and I want to remind Kenyans. Nchi hii msiangalie mtu mmoja kuitengeneza. No. It's all of us. And let me tell you, it's very easy kila mtu kutoa matamshi yake kwa media, kutoa matamshi yake kwa kila kitu bila anataka. Just being selfish. Lakini one day tukiingia kwa shida, utabeba msalaba ya shida, ya incitement ama ya mambo ile ulifanya wewe mwenyewe. Because ukiangalia utaratibu tuko naye sasa, nchi ni kama tumefika siku za mwisho za Biblia. Matusi, kuingiliana, kuchukiana, ukabila imeingia kila pahali. Na watu wasikuwe na shida na mambo ya religion na nini na nini. Hiyo tuliumbwa na Mungu. Lakini can we listen together? Can we listen together? Watu wengine wanasahau tutapiga hii serikali sana. Lakini if you can get opportunity to be in the government, na wale wako kwa serikali wakuwe wapinzani vile sasa upinzani ulioko. Tunapeleka nchi wapi na tunapeleka wana Kenya wapi? Would you like to be respected? Then if you want to be respected, respect others. And you'll be respected also. In any position, respect others. And you'll be respected. Hata wewe. Lakini huwezi kuchukia watu wale wengine, na wewe ufikirie ukifika pahali unafika utakuwa umekaa kwa njia mzuri. That is not true. Na mimi ningeomba sana wale wanatafuta viti ya positions, mnajitafutia pia. If you analyze properly, wewe mwananchi wa njiko wa kawaida, unatumiagwa kupigana, kuuana, mnaachwa namna hiyo. Wakisha chukua serikali, wakisha chukua ile kitu wanataka, mnaachwa mkiwa. Angalieni wale watu wanawashughulikia. Kama wakichukua serikali, wanawashughulikia. Na wale wanataka kuingia kwa serikali, nia yao ni gani? Mtaweza kutoka kwa makaa moto, muingie kwa jivu ile moto zaidi, uchome vidole zenyu. Na nasema hivi, upinzani uliopo saa hizi, and I will say very clearly, I'm feeling very sad. Kwa sababu nchi yetu tunataka upinzani. Tunataka upinzani ambaye ni sincere for common mwananchi. Lakini ile iko for now ni ya kujitakia peke yake. Ukiangalia kama hii mambo na nirudia tena because it is in my heart and it is paining me. Mambo ya Kaimburi kujiimpeach. Wacha niwaambie watu wako kwa upinzani. Let me tell you, you have ashamed yourself properly. And I won't tell you that without fear. Munakimbia nyinyi yote kwa hospitali kuchunguzana hapa, nyinyi yote kina Kalonzo, everybody muko hapa, nyinyi yote. Gachagua ndio huyo, unajua, huyu ni dawa alipewa, alipigwa shindano. Shame on you people. Are you the people who want to lead this country surely?
Will you lead with propaganda? This country. If you get an opportunity, can you lead? This is what Kenyans are asking themselves. Will you lead with those propaganda? Nani oni mambo ya Koboli kujimpeach? Ate bibi yake, ate ndio alikuta yeye. How do you get your husband akuwa mahututi pahali? Kuliko upige nduru na ushike bwana yako utafute gari ya kumbeba, unatoa haji kachifu, tunaanza kupangusa yeye matope. Matope unapangusa yeye. Already it is showing that is a system ambaye bibi anajua mzuri what happened. The first thing you will get your husband ameanguka ama amelai pahali ya kifo na amekuwa akitafutwa. I think ingekuwa reaction ya hapo inaoneshana. How did you react? Kwa hivyo hata bibi yake anajua hii mambo. Na mimi nauliza serikali pia. Nyinyi serikali mtafanya sisi tuingie kwa shida kubwa. Because kitu ikifanyika kama hiyo ina insight wana Kenya ambaye hatungetaka kuona sarakasi kama hizo. Serikali mnaichukua rightly. Mnaichukua rightly. Nyinyi serikali ndio mnaharibu nchi hii. There is a law, there is a constitution. Gunjiri ambaye nazungumza saa hii. Nikifanya makosa wacha niingie ndani. Mnakumbuka mambo yangu ya Pangani 6. Siku ya uhuru. Tuliambiwa statement, tulifanya statement mbaya. We suffered because of that. Mnakumbuka wakati ya Hague. Ndio mambo itulie. The action must be taken, ilichukuliwa kubwa ya watu kupelekwa Hague. Ikafanya nchi yetu tukatulia. Saa hii nyinyi serikali mliokuwako mkianza tu mchezo kuyumba yumba. You don't take action. What will happen if somebody have done bad? Let him be arrested. Let him be taken in the court. Na mimi nashangaa mpaka serikali imekosa nguvu. Ate mnaenda kuona mgonjwa mtu hospitali, muweze kuchukua hatua ya kusaidia yeye kama amekuwa kidnapped. Mkifika huko mnakatazwa kumuona serikali. Ile we have to report to the government. Mnafika hospitali mnakatazwa. And I want to tell people of the hospital of Karen, you are shaming that hospital. Kama ndio itakuwa ikifanywa sarakasi na mambo ya barabara, let me tell you, you are going to spoil that name. And I know the owner of that hospital. Ni mzee amesaidia watu wengi sana. Sana. Ni mzee ambaye alishikilia Kibaki mpaka siku zake za mwisho. Don't agree your hospital to be used na ukarabati. Mkikataza polisi waeze kuchunguza. Na wameenda kuona mgonjwa ajue uligongwa, ulifanywa nini. Hata mtu akifa, mtu wa postmortem anakujaga ambaye tunamjua. Anasema the injuries of that person. Injuries zilikuwa za aina gani? Zinaangaliwa. Zinajulikana. Now you want to operate like there is no government. Don't look at the government, look at the institutions. Ile inatuchunga. Koboli need the police. Everybody need the police. Kila mtu tumpe heshima ya kazi yake. Ukikosoa huko, don't look at just we are looking and showing the finger to the president. There are other institutions ambayo you should blame before reaching there. Sasa tumefanya kila kitu yote imekuwa apart. I'm telling you, tuko karibu kufika kama Rwanda. Very near. Very near. Na wale watakufa wengi ni maskini. Ambaye nyinyi mmekuwa psychopath. Let me tell you, kwa ukabila, kwa social media, I don't care to be challenged, but I care to talk the truth and to tell you to poesha hii moto.